Mungu vile vile tena na siku ya leo, acha tuende kumshukuru Mungu. Baba uliyeshinda kaburi na mauti, na kushukuru kutupatia muda mzuri, na pika asante sana kwa hii opportunity ya siku ya leo, ili wana wako wapate kulipokea neno lako, ili watoto wako wasikie Baba unataka nini, unasema nini, Baba tufanye nini. Na ni hiyo tuko hapa tena siku ya leo. I say thank you Daddy, I say thank you Jesus for this opportunity, kwa kutupatia hii opportunity siku ya leo, ili twende tufundishe, we can teach the word of God and to preach the word of God through your Holy Spirit. So Jehovah Shammah, ni muda huu sasa na kuhitaji utuwezeshe mwanzo mpaka mwisho, ili neno lako lifikie kila yeyote mlengwa, yani kila yeyote anayestahili kulipokea, kila yeyote Baba yangu anayestahili kufikia neno lako, na nimupatie afya ya roho, nimupatie uzima katika roho, na maisha yake yapate kuendelea, ili akutumikie wewe na kukutegemea wewe peke yako. Basi neno hili libarikiwe na liwe na uzima ndani yake, na kwa yeyote atakayolipokea awe na uzima, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amena. Amen. Ya, nawazia muda wetu nafika, na siku ya leo sina na maneno mengi, ni maneno ninayo tu. Ninapenda kuelezea taifa la Mungu, ninapenda kukumbusha taifa la Mungu neno moja, ya kwamba tuwe macho, tuwe macho, tuwe macho. Fungua macho. Macho ninayo yamaanisha sio haya macho ambayo ya mwili haya na yasema, hapana. Tuwe macho ya roho, tuwe macho ya roho. Tusilale usingizi, hapana, wala usidanganishwe, hapana. Maana yeyote atakayefumba macho yake, huyo anapotea au atapotezwa kwa maneno na masemi ya watu yanayotoka vinywani mwa watu, yanaangusha na kuharibu neno la Mungu. Maneno yanayotoka katika manabii wa uongo, watu wanaamka na kutumwa mission ya kuja kuharibisha injili. Na njoo maana siku ya leo niko naenda kuzungumzia neno ambayo inayosema kwamba katika lugha ya Kiingereza tunasema destroying the evangelization of Jesus Christ. Hii ndio injili ambayo neno la leo tuko naenda kusema, destroying the evangelism of Jesus Christ. Uharibifu wa neno la Mungu katika dunia hii. Maagenti ni wengi sana ambao wamekwisha kuamka, weko macho kwa sababu ya kuharibu neno la Mungu. Neno niko nataka kukuambia ni wewe unayenisikiliza, uwe na masikio ya kusikia, maana kila kitu kimesemwa toka zamani, kila kitu kimetangazwa toka zamani na kipo katika Biblia. Hakuna neno ambayo yanayopitikana sasa yale ambayo hayajasemwa katika Biblia, au ambayo hayajatangazwa katika Biblia. Wewe unayenisikia upate kusikia neno hili, maana wanaotangaza injili ya kweli sio wengi tena. Maana wengi wetu wanakuja ni manabii wapotofu, wanakuja na maneno ya kitabu hiki Biblia, wanamaletea maneno haya na kuyageuza. Haya maneno ya Mungu hayana nguvu kuyashika, lakini wao wanakutia yanakuwa nguvu, yanakutia usiamini, yanakutia wewe usiyakubali. Ndo mission walipewa hawa. Haya mambo hayakuanzia hapa, hayakuanzia kwao. Sasa ni wewe ambao haujawajua upate kujua, uwe pamoja nami kwa neno la leo upate kusikia. Tutaenda kusoma katika kitabu kile kia Mathayo. We are going to read the book of Matthew chapter 28 verse 12 up to 15. Hapa ndo pale mimi nitaenda kuzungumzia kwanza. Tutaenda kusoma kile kitabu kia Mathayo
ile sura yake ya 28 au 28, ule mstari wa 12 hadi 15. Hapa ndo peko neno ambalo la uharibifu wa Injili, na ndo palianza kuharibika Injili. Ni hapa neno la Mungu linasema kwamba katika maandiko matakatifu, tutayasoma. Yeah, we are going to read the book of Matthew chapter 28 verse 12 up to 15. Maana hapo ndo palianza kuwa uharibifu. Neno la Mungu linasema hivi. I'm going to read in Swahili. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Na wale wanafunzi, narudilia tena, 12 inasema wakakusanyika kama na pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala. 14. Na jambo hili likisikilika kwa mtawala, sisi tutasema naye, nanyi hamtapata shida. 15 na mwisho. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi wote hata leo. Na ndio mwanzo ambapo Injili imeanza kuharibikia hapo. Wewe mwenye kuwa na masikio ya kunisikia, unisikie leo. Sikia neno la Mungu jinsi linavyosema. Usitishike wala usiongopeshwe wala usidanganyishwe na yeyote. Ilikuwa ni kipindi ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alipoenea siku ya 3 aliyoahidi yeye kufufuka. Baba alifufuka, na kisha kufufuka asema wale waliotiwa pale kama walinzi wamwangalilie ili asifufuke. Yani misheni yao ilikuwa ni bashuhudie baone kama akifufuka, na hata kama akifufuka wanamuua tena. Juu habari yake ishie hapo. Maana hawakupenda Injili na hawakumjua Mungu hawa toka zamani. Ni watu wa ibilisi na watu wa shetani hawa. Ndio mission weko nayo. Asema ikafikia sasa hawa askari walitoka wanakutanisha Yesu amekwisha kufufuliwa zamani kama jinsi alivyoahidi mwana wa Mungu. Na wote hawakumuona alifufuka. Wakabakia hapo, wakaanza kujua kwamba amekwisha kutoka namo tena. Jamani, ninawaambia hawa watu hawana na nguvu yoyote. Sio wa kuwaogopa wala watishi chochote. Na ndio maana beko na mission ya kuharibu na kuvunja Injili. Maana wanajua kama Mungu tunayemwabudu sio Mungu wa uongo, ni Mungu wa kweli aliyeumba mbingu hiyo na dunia. Asema wakatoka wakaenda kuambia wakubwa wao na makuhani yao kusema kwamba amefufuka. Na wakati waliposikia vile, hawa watu maandiko yanasema walikusanyika pamoja. Na wakati walikusanyika pamoja, wakaanza kupanga hii mission. Ndio hapa penye panatoka topic yetu. Hapa ndio penye panatoka hii neno la leo. Bali kaa pamoja wanapanga mission. Na hii mission wanapanga program. Wapange programu kwa sababu wanatafuta wale waskari wa nguvu. Wanawapatia mission. Na kisha kuwapatia mission, kisha wanawapatia na pesa. Muneno lengine tunasema kama walifanya ma-assignment. Walifanya, yani ma-assignment, yani katika lugha ya Kiswahili tunasema walisikilizana na wakakaa pamoja wakapatana.
na wakapewa pesa nyingi ili waende watangaze katika Wayuda wote, mafasi yote, kusema kwamba wanafunzi wake ndo walikuja kumuiba, kwa sababu wasionekane ni waongo, wajifiche ijapokuwa ndio kisi walivyo. Mission yao ni kuwataka Yesu asifufuke, yani injili ya Mungu isiendelee mbele. Ndio mission weko nayo. Hiyo ndo mission beko nayo. Neno niko na kuambia ni hivi. Maandiko nashuhudia kusema kwamba walitangaza wakasema wanafunzi wake ndo walikia kumuiba, asema na hiyo neno ikabakia Mwayuda mpaka leo kusema kwamba hakufufuka. Ndugu mpendwa, neno niko nataka kukuambia leo ni hivi. Hapana kuogopa chochote. Yesu yupo. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hajabadilika. Yeye ni Mungu. Na kuambia kwa wewe unayenitazama hapa, wewe unayeniona kwenye mtandao wa kijamii, neno ninakuambia leo ya kwamba Yesu ambaye uliyemwamini yuko mzima. Usidanganike wala kuangalia macho huku na huku. Uwe macho. Wale wanaokuzunguka wanaharibu injili, ni watu weko mission. Neno nitakwambia ni hivi. Asema walifanya assignment na wakapewa pesa nyingi. Kwa leo watu weko wengi ambao weko assignment ambayo kwa sababu ya pesa wengi wanaingia ni Freemason. Wengi ambao tunaingia ni watu ambao wanafanya assignment na the devil. Wanapewa kazi hiyo, weko mission hiyo ya kuharibu injili. Wengine wanajifanya nao ni mapastori. Wanatumwa weko na mission, wamekuja kupewa pesa sana. Mission yao ni kuharibu injili. Wakati atatoka kwenda kama ni mchungaji, anaenda kufanya kitu kibaya, kwenda kudanganya watu wengi, na kisha sasa ili neno la Mungu liharibike, ndio mission weko nayo. Wengine ni agents, wamepewa pesa nyingi kuikala kumitandao ya kijamii, kuikalia watu uchi. Wengine ni wanawake. Hiyo ni assignment weko nayo kwa sababu ya distraction, kwa sababu ya kudestroy watoto wa Mungu, kudestroy injili ya Yesu Kristo. Neno ninakuambia ndugu, hapana kutishika. Hawa watu wako katika assignment, wanaosimama na kukuambia Yesu hayuko. Huyo ni muongo. Na hapana kuambatana naye. Yesu yupo na eko katika ufalme wake. Kinachobakia ni kuja kwake sasa, kama kisi alivyoagiza kuja kuchukua walio wake. Wengine wako wanawadanganya na kusema mambo mingi ya kwamba hapana kutoa sadaka. Lakini ninakwambia sadaka inaruhusiwa katika maandiko matakatifu. Toa sadaka yako, maana hata Yesu alisimamia hicho. Huyu ndo baba yetu. Lakini hao wanaokuambia wenyewe wanatoa masadaka yao kule kuzimu, kwa sababu wanajua ulazima wa sadaka. Sadaka ya mtu, wakati unapotoa sadaka yako kwa Mungu, iko na maanisha unene na upana wa imani yako kwake. Ni moja wapo ya shukurani mbele ya Mungu. Kwa sababu wakati unapotoa hiyo, inaenda kusaidia kufanya kazi ya Mungu, inasapoti kazi ya Mungu. Sasa watu wenye kwa mission yao ni wale utawaona wanakukataza, ndo wenye kwa mission. Wao wanafanya sacrifice, wanaua watu, wanaua hata baba yao. Tena wana moyo mgumu kabisa. Wanaposimamia kitu paka watekeleze. Wanatumwa wanaua wazazi, wanatumwa wanafanya accident, hawana huruma. Lakini wanapokuja kwako wanakuambia usifanye sadaka, ni uongo. Maandiko yanasema hivi. Haya, mimi nakushuhudia na kuambia, hao ni watu wako mission. Ni watu wameshafanya sacrifice, wameshafanya assignment. Achana na hao watu. Hiyo ndo neno la Mungu ninayokuambia leo. Neno la Mungu liko nasema wazi ya kwamba tukisoma sasa tukienda kusoma katika kile kitabu
kia Mathayo ule sura ya 28 mstari ule wa 10. Let's read in this the same book of Matthew chapter 28, just one verse 10. You can read there. So maandiko iko nasema wazi kwamba Yesu mwenyewe anawaambia wakati alipokutana na wanafunzi wake akawaambia hivi, nendeni mkawaambie watu wote. We are going to read that. Tasoma hiyo katika kitabu cha Kiswahili. Maandiko yanasema muile 10 yake nasema, kisha Yesu akawaambia, msiogope, nendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakaoniona. Haya ni maneno ya Yesu Kristo wakati hao wako nafanya kazi ya mission kuharibisha injili, na kuna watu ambao wako wanachapa injili na inaenda. Wewe kama uko na wasikia hao, unapotea ndugu yangu. Wewe fuata neno la Mungu. Hao wako mumamisheni yao wamekwisha kupewa pesa, wanaingia Freemason kwa sababu ya pesa. Ni wamaskini sana, hawana lolote. Wanaingia Freemason kwa banafanya assignment kwa sababu ya kuharibisha injili. Na ndio hao nilikuambia, wengine ni maagent wa kike wazuri, wametengenezwa vizuri, wanatiwa kwa sababu ya kumharibisha. Wanavua manguo, wanatembea uchi mitandaoni, ni kwa sababu ya kukuharibu wewe. Haya ni maagent wamekuja kufanya assignment. Wengine ni mapastori wakubwa sana, wanajitia wakubwa sana na pesa nyingi sana wanayo. Wana kiburi chochote, wanaenda wanaharibisha injili ya Mungu. Wanatoa neno la Mungu na kuipeleka njia yao. Yani wanafanya wanageuza neno la Mungu. Wanageuza neno la Mungu. Maneno yanavyosema vingine na wenyewe wanaleta vingine. Wanaitengeneza kabisa na kuitakatisha inaonekana kama ndio kweli. Kwa sababu hauna macho, na kwa sababu wewe ni kipofu, na ndio unawasikia na kuwashangilia hao. Neno la Mungu linabaki na msimamo wake. Yesu aliwaambia, mwende mkawaambie watu wote, wa ndugu zangu watanikuta Galilaya, kule ndio tutamkuta Yesu. Sasa mimi ninakuambia Galilaya ninayosemea hapa sasa ni roho, ni mambo ya roho ambako utamkuta Yesu. Maandiko yanasema wakati alipokutana na ule mwanamke Msamaria kile kisima kile kisima, ule mwanamke Msamaria alimwambia kwamba wakati unakuja sasa ambapo waabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na kweli. Na ndio Galilaya yako leo ni kumwabudu Baba katika roho na kweli, ni kule ndio utakupata Yesu. Hapana kuenda kwa sababu unasikia neno la Mungu nalo. Angalia, kama unatembea katika roho, Baba atakuletea mapastori wa sahihi wa injili ambao wanafanya injili katika roho na kweli, watakusaidia. Haya ndio neno la Mungu. Hapana kusikia. Neno linakuambia fungua macho ya roho ujionee mambo. Maana hawa maagent wanakuingiza kufanya dhambi. Na kisha tena hao wanageuka tena na kukutangazia. Hao maagent wa shetani wakikuona unasimama sana, watafanya nguvu wa kuangushe. Ndo kazi weko nayo. Lakini neno linakuambia wewe usitishike kwa sababu ulikosa mbele ya Mungu, kwa sababu ulifanya dhambi mbele ya Mungu. Hapana. Kakuja Baba yako wazi anamikaribisha, na njoo mission yako nayo Baba ni kwa wale wapotevu. Kama vile wewe ulivyo mpotevu, ndo mission Baba yako nayo. Kuja leo umrudilie Yesu kwa wewe ulianguka. Kwa ule aliyeanguka alikuwa mfanyakazi wa Baba. Njoo, Baba atakukaribisha kama mwana wake, na njoo maana uvumilivu ungaliki mpaka leo. Njoo maana Baba angali anakuvumilia mpaka leo. Kuja utubu na Baba atakusamehe, na utaingia tena katika laini, utaingia tena katika kazi ya Baba, na Baba atakuhesabu kama mwana wake. Baba hana ubaguzi.
Kwa wewe uyaamini, usione asema mimi nicha kukuweka mwenye dhambi. Hapana. Kuja tu kwa Yesu, muamini leo hii na utakiri kwa kinywa chako. Kwa ule wote unamuona ni mtumishi wa Mungu, pale pale unaokolewa. Careful, tusifuate hao wamepotea zamani. Hawa wanachungilia siku ya kwenda kuhukumiwa tu. Lakini wewe uwe mjanja, muda ndio huyu ungaliki. Muda ndio huyu ungaliki. Ujitahidi sana ndugu yangu, simama kiume. Umwamini Yesu Kristo na kuwa katika msimamo wako. Hii ni kumbusho tu, na nipenda kukuambia kwamba maagent wako wengi wanasimama kwa sababu ya kuharibu injili. Haikuanzia hapa leo. Ni mission wako nayo, wamepewa pesa, wameingia mumikataba na shetani ya kuachana. Ni hiyo neno la Mungu nipenda kukumbusha leo. Tembelea neno la Mungu, simama katika neno la Mungu. Usiumbishwe na mtu hata mmoja, usidanganywe na mtu hata mmoja. Wewe unanitazama, maana watakupoteza sana. Umwamini Mungu tu na yeye atakuwa mwokozi wako, na usitegemee mwanadamu. Mwanadamu yeyote hapana kumtegemea. Akiwa ni mhubiri akufundisha neno la Mungu, basi na sikumtegemea sana, maana maandiko yanasema utalaaniwa unayetegemea mwanadamu. Basi hiyo ilikuwa neno la leo. Mungu awabariki wote wanaonitazama kwenye mitandao, na walio hapa Mungu amebariki wote kwa neno la leo. Ujue kusimama katika neno la Mungu na kumtegemea yeye peke yake. Baba, bariki neno hili mjina la Yesu Kristo. Amena.